Leo hii tunaripoti katika mtaa wa Fairmont Street Northwest 700 block hapa jijini Washington DC, ambapo siku ya Alhamisi tarehe 4 nyakati za usiku kijana mwanafunzi wa Kitanzania ambaye hana hatia akitembea katika mtaa huu na mwenzake alipigwa risasi na majambazi ambayo ilipelekea mauti yake katika mtaa huu wa Fairmont Street Northwest 700 block. Na Swahili TV tunakuletea shughuli nzima zilizopelekea kukumbuka maisha ya kijana Omar Adam Sykes katika chuo kikuu cha Howard University, ambako hakiko mbali tu. Chuo kikuu cha Howard University kiko ni nyuma tu ya haya majengo hapo. Na katika shughuli nzima za leo za kukumbuka maisha, kizungu wanaita celebrating the life of Omar Adam Sykes, ambazo zimefanyika katika ukumbi wa Andrew Memorial Chapel. Kumekuwa na neno kutoka kwa mchungaji, kumekuwa na neno kutoka kwa mkuu wa shule, kumekuwa na neno kutoka kwa rais wa shule, na kisha kikubwa zaidi kukawa na ujumbe mzito kutoka katika meya wa jiji hili la Washington DC, Mheshimiwa Vincent Gray, ambapo katika nasaa zake za kukemea mauaji ya kutumia silaha ambayo yamekuwa yakiendelea Marekani, tunakuta kwamba kijana mwingine wa Kitanzania amepigwa tena risasi katika mtaa huu. Mheshimiwa Vincent Gray amesema mtaa huu utatolewa maalumu, jina litabadilika na litakuwa linaitwa Adam Omar Sykes katika jiji hili la Washington DC, kuwa alama katika taifa zima la Marekani kukemea vitendo hivi vya mauaji ya kutumia risasi ambavyo vinafanyika kila kukicha katika taifa hili la Marekani. Swahili TV tunakuletea matukio ambayo yalifanyika katika shughuli za kukumbuka na kumwaga marehemu Adam Sykes zilizofanyika katika ukumbi wa Andrew Memorial Chapel hapa katika chuo kikuu cha Howard University. Endelea kuangalia Swahili TV, tunakuletea moja kwa moja matukio ya celebrating the life of Omar Adam Sykes kutoka katika chuo kikuu cha Howard University jijini Washington DC, na kisha chakula kilichoandaliwa reception katika ukumbi wa Lock Hall, ambako ndugu jamaa na marafiki waliweza kujumuika kwa mazungumzo na kupeana pole na chakula. So how did you hear about the death? Well, that night I was actually out on the 4th of July here on the yard, and where it happened is a few blocks up, so I heard about the shooting as soon as I got back in that night, and then our university emailed us thereafter letting us know that we had just lost the life of one of our class members, so it was very recent. So sorry for that. So how did it impact you as a student? As a student, it's shocking to hear that. You know, being in DC, it's a very big city, and you know, you always have to be cognizant and aware of crime and what's going on, but it's never come to this. It's never been a death in our community and one of our students being killed so blatantly. So it's very shocking, and we're kind of taken aback by it right now still. So what's your message to the people out there? I mean, people want to come to start to Howard University and they see this stuff on the news. What's your message? Well, crime is happening everywhere, and I just believe that the times that we're living in are changing, but don't let this sidetrack you from not coming here at Howard. Omar wouldn't want that. Omar loved Howard. He was a proud Bison, and just like we all are, and we all here are trying to tackle issues such as gun violence and violence in our community here at Howard, and we kind of keep those things in our mind as we're studying whatever we're studying. So if you're interested in Howard or in any school such as Howard, like an HBCU, definitely come. Don't let it sidetrack you. You know, we're going to work together as a community to handle issues such as our safety, but our education is still very important. So, did you hear that the mayor, he's going to rename the street Fairmont Street 700 block? He's going to put a proposal. It's going to be renamed Omar Sykes as a symbol to the entire nation for violence against the guns and all that. How did you feel about how you say about it? That's something that
I'd love to see happen, and we definitely support. And I think it's important because, once again, this was a young man's life that was taken, who was trying to further himself in the nation's capital and become an asset to the community and to society. So it's important that we honor those people that we lose along the way. And I'm glad that he's making that a point to make that mention against the crime that's going on. Thank you so much. Jina langu naitwa Ashura Mohamed Ali. Natokea Tanzania, naishi DC. I live in Silver Spring, Maryland, Briggs Cheney. Baada ya kupata kilio hichi kutoka nyumbani, kwa sababu family ya Saxy ni family yetu pia ambayo imehusiana na marehemu babu yangu Mzee Makleta. Wote wanatokea South Africa pamoja. Kwa hiyo hichi kitu nilichokipata nilishtuka sana kutokana na Adam ni mwenzetu na ni mzazi mwenzetu, mtoto wake mdogo sana Omar. Mtoto ambaye ametusikitisha katika family zote, na hata kama sio family yako pia itakusikitisha. Mtoto wa miaka 22 ameondoka nchini akiwa bado mdogo sana. Yaani inatusikitisha sana. Tumekosa raha katika maisha yetu, kwa sababu hivi vifo vimekuwa vingi sana hapa DC, especially DC. Watoto wadogo every single day wanakufa kutokana na kupigana risasi. Vifo vinatusikitisha sana tukiwa kama wazazi, especially kwa watoto wadogo, wakati sisi ni wazazi tunategemea wao waje kutuzika sisi. Kwa hiyo hichi kifo kimetuumiza sana, especially ukiwa kama ni mzazi. Ushauri gani unatoa kwa chuo na hasa serikali ya DC? Kwa chuo na serikali ya DC ningependelea ifanye uangalifu mzuri sana popote wanapokuweko watu na watoto, especially nyakati za usiku, ambao watoto wetu wanapenda kutembelea sehemu tofauti, especially wanafunzi wanaoishi hapa Howard. Kwa mara nyingi sana utasikia matatizo mengi yanatokana na hapa Howard. Kama serikali itatusaidia sana kuongeza askari ili kuangalia hawa vijana wetu katika maeneo haya ambayo ya hatari, tutafurahi zaidi, na kutakuwa na si sana kufanyika kwa vifo kama hivi. Na vitotokea sana. Jina langu ninaitwa Alex Kasui kutoka Swahili TV North America. Endelea kuangalia Swahili TV.